kukuzonga zonga. Lakini na wale wanaokuwa wakikutazama wanafikiri sasa ndio kuisha habari. Nasema huyu aliokoka katika jambo lile, ili litamwangamiza. Hatuangamii tukiwa na Yesu katika jina la Yesu. Haturudishwi nyuma tukiwa na Yesu katika jina la Yesu. Kama habari tunazozisikia, sasa alikuwa anajifanya anaonekana YouTube, tutaona. Huyo ni Mungu naye mtumikia. Situmikii mwanadamu, situmikii miungu ya mababu za kwetu. Ninamtumikia Kristo aliye hai, namtumikia Mungu aliye hai ambaye hashindwi na kitu chochote. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kadri unavyozidi kuchochea moto, kadri unavyozidi kuwasha moto, ndivyo sasa na nyoka wanazidi kutoka na wanazidi kukuzonga. Kazi ya muhimu na ni hivi: chochea zaidi moto, chochea zaidi huo moto wa maombi, jaza neno la maarifa ndani yako, endelea kusukuma mpaka kuzimu ijue ya kwamba unamjua Kristo na umeamua kumpenda na kumtumaini. Haleluya. Na wakasema, huyu aliyeokoka kwenye maji, huyu aliyeokoka baharini, huyu nyoka amwache, lazima afe. Na wakiendelea kutazamia, wakisubiri kuona madhara yanayokupata. Wanasubiri waone unadondoka, wanasubiri uone unakufa ghafla. na wanasema hapo kwamba wao walidhani ya kuwa atavimba, hawakuona kuvimba, au kuanguka na kufa ghafla, au kuanguka na kufa ghafla. Hawakuona kuvimba, hawakuona kifo cha Paulo. Hakuna atakaye kuona kuharibifu wowote kwako, wala hawataona kifo katika jina la Yesu. Hawataona lolote. Ni nini natafuta kukwambia? Ninachotamani tuombe usiku huu, kashughulikie vitendea kazi vya ibilisi. Huwa sentensi hiyo naitumia sana na tumekuwa tukiomba sana. Na kabla hata hili tukio lijatupata, kuna hizo saini zilitokea, tuliziona. Nikawa nawaambia waombaji, nafikiri niliwaambia hapa, nikawaambia naomba Alhamisi tukutane tuombe kwa ajili ya lango la YouTube, sababu kuna kitu hapa nakiona hakiko sawa. Lakini kumbuka, tulidili na lango la mauti, jinsi mauti ilivyokuwa inapambana. Tuliombea malango ya mji. Kumbuka kuna falme, mamlaka wa kuagiza mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Usiku tukaomba, tukashiriki meza ya Bwana kwa ajili ya watoto. Yaani ni vita kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Maombi matatu: kuzimu inataka damu kupitia vifo vya watu. Malango ya mji yanataka yatawaliwe na wenye nguvu za giza. Ninyi mnaomba katika Kristo Yesu, kwa damu ya Yesu malango yawafungukie. Watoto wetu wanataka kuzimu iwakamate ndio iwamalize. Ninyi mnaomba. Unakuona wewe ni mharibifu wa kiwango cha ajabu sana kwenye ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatuogopi na wanatutishwe na hayo. Na hayo wanayosubiri maanguko wala hayawezi kuwa katika jina la Yesu. Hayawezi kuwa na wala hayatatokea kwa damu ya mwana kondoo. Kwa tutadili na vitendea kazi vya ibilisi kwenye nyumba zetu, kwenye ofisi yako. Roho yoyote iliyoachiliwa kupitia kiumbe chochote kiitwacho kiumbe chochote kitambacho kinachopaa chochote, kishughulikiwe kwa jina la Yesu. Kishughulikiwe kwa damu ya Yesu Kristo. Kishughulikiwe na sio kidogo, kishughulikiwe sana. Haleluya. Hicho kiumbe kishughulikiwe sana. Hapo nimekuonyesha swala la nini? La nyoka. Mnaona manyoka huko kwenu? Sio nyoka. Wengine mnaona kwa ndoto, kwa namna yoyote. Lakini ninachotaka ni kuwasha moto. Wewe sema, naachilia moto wa Bwana kwenye nyumba hii, kwenye malango yangu, kwenye chumba, popote ambapo ufalme wa giza umekaa, kupitia kiumbe chochote. Awe walikuja kama mijusi, wao walikuja kama nzi, wao walikuja kama kunguru, wao walikuja kama nyoka, wao walikuja kama mende, wao walikuja kwa namna yoyote. Sisi tunawasha moto ili hivyo viumbe vinatukusiwa kwenye moto, kama Paulo ambavyo yule nyoka aliyekuwa akimzonga alivyomtukusia wapi? Motoni. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Esther. Esther sura ya 8. Mwana wa Mungu, kuna namna ambavyo kuzimu haina wepesi wa kuingia kwenye malango yako kwa haraka, au kutimiza kile wanachokihitaji kwako kwa haraka sana. Wanatumia viumbe hivyo. Siku moja nilikuwa nawaambia kijana mmoja, sio kijana of course, kwa sababu kipindi cha kwa ni mtoto tu, miaka 10.
miaka 11, miaka 11 aliyesafiri kutoka Pwani kuelekea Bukoba kwenda kumuua baba aliyepiga mtoto wa mwanachama mwenzao, mwanachama wao wa uchawi. Alikuwa anafanya kazi kwa huyo baba mstaafu. Baba alikuwa na ng'ombe, kwa alichokifanya alivyompiga sasa, wakasema subiri tutakuonyesha. Mtumwa huyu alienda kama nzi, akatua kwenye chakula cha yule baba wakati anakula. Wiki moja baba ana kansa ya koo na yali kifo. Lakini sio kweli kwamba ile ilikuwa ni kansa. Ila tu ni kwamba walimtengenezea. Kilitumwa kama kiumbe, kama nzi, akaenda. Ndio maana wanakuuliza, au nzi unaowaonaga mezani wakati wa usiku unakula, nzi wao kama hawajawahi kutokea kwako, itukuzo jina la Bwana. Lakini wengi mnawaona na mnaona tu ni nzi. Yaani mnaona ni nzi tu. Naona ni nzi. Kitabu cha Esta sura 8 ule mstari wa 10, neno la Bwana linasema, Esta 8:10, nasema akaandika kwa jina la mfalme Ahasuero na kutia muhuri wa pete ya mfalme. Akazipeleka barua kwa matarishi, wakapanda farasi ya mfalme wao walipanda. Moja nirudie. Akaandika kwa jina la mfalme Ahasuero na kutia muhuri kwa pete ya mfalme. Akazipeleka barua kwa matarishi, wakapanda farasi, wamepanda wanyama wepesi sana waliotumika kwa huduma ya mfalme, ndio waliozalishwa katika zizi la mfalme. Waangalie kwamba barua zimeandikwa, natakiwa zisambae kwa haraka sana, lakini waliokuwa wanapeleka walipanda wanyama wepesi sana. Wanataka waingie ndani mwako, wanataka waharibu kitu kwa haraka ndani mwako. Hawana namna watakavyoingia hivi. Wanatumia wadudu, wanatumia viumbe wanatumia viumbe. Na ndio maana wengine viumbe mnawaota kwenye ndoto, unabaki na mimi niliota tu. Hakuna cha kuota tu. Yaani hakuna cha kwamba niliota tu. Hapana. Hakuna cha kwamba niliota. Kuna namna ambavyo ufalme wa giza kwa kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipanda wanyama wepesi sana. Kwa nini anasema walipanda wanyama wepesi? Kwenye kitabu cha Yeremia anasema, wewe ni rungu la Bwana na silaha yake ya vita, kwa wewe atavunja farasi na mpanda farasi. Hawa walipanda wanyama wepesi, akiwemo farasi. Haleluya. Walipanda wanyama wepesi. Wewe ni rungu na silaha ya Bwana ya vita, kwa wewe atavunja farasi na mpanda farasi. Yaani anamvunja farasi na mpanda farasi. Farasi ni mende au farasi ni mjusi, huyo unayemwona ndani mwako. Huyu mjusi amebeba nini ndani? Huyu mende unayemwona ndani mwako amebeba kitu gani? Kama farasi na mpanda farasi, kilichopandwa, kilichowekwa ndani ya farasi huyu, kilichopandwa ndani ya nzi hawa nao waona ndani mwangu, kilichopandwa ndani ya hawa mijusi nao waona ndani mwangu, kinachopandwa ndani ya hawa nyoka nao waona ndani mwangu. Wamebeba nini? Wanaposema wewe ni rungu la Bwana, silaha yake ya vita, kwa wewe atavunja farasi na mpanda farasi. Kwa hiyo unapompiga, labda umemwona ni mende, au unapompiga kwamba umemwona ni nyoka, ninakupiga nyoka na ulichokibeba. Sikia hiyo lugha. Ninamuua nyoka na ulichokibeba ninakiari. Ninaua jongoo na ulichokibeba ninakiharibu, kwa sababu jongoo kama jongoo ni jongoo tu, lakini kuna kitu ambacho amebebeshwa ili kukileta kwako. Hawa wanyama wepesi waliotumwa kusambaza barua ni ili kufikisha taarifa haraka. Haleluya. Ni jambo linalotakiwa kutimia haraka sana. Huyo jongoo niliyemuona amebeba nini? Amebeba kitu gani? Kwa mfano, unapomuona mende,
unapomuona mende, na hasa kuna vile vimende vidogodogo, au ukijua kwamba hiyo ni roho ya umaskini. Mende pamoja na panya ni roho ya umaskini. Yaani ujue tu kwamba umaskini unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Unapomuona jongoo ndani mwako, yuko ndani, unamuona jongoo ndani, usiishie kuona ni jongoo. Amebeba nini jongoo? Ninakuua jongoo na roho uliyoibeba. Jongoo amebeba nini? Roho ya kurudishwa nyuma. Roho ya kurudishwa nyuma. Utarudi nyuma tu. Ulikuwa unapata faida labda 500,000 kwa siku, utashuka, utaanza kurudi nyuma, utaanza kuona 400,000 mara 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni roho ya kufanya nini? Ya kurudishwa nyuma. Okay, ngoja nikuulize kitu. Mfano, YouTube yetu isiporudi ile ya mwanzo, tukaenda sasa hivi, si kama vile ndo ninaanza jana? Wakati jana nimewapa ushuhuda, nimeanza kuingia YouTube, nina watu 2 3, ninamaliza ibada na watu 3, namaliza ibada na watu 10. Amna cha sadaka, amna cha, natumia gharama kubwa. Yaani unajipinda mpaka unajipinda tena. Nafikiri una watu 10. Kwa siku unatumia bando la 10,000. Hujalipa vijana, hujanunua umeme. Ni shilingi ngapi kwa wiki na mara mwezi? Piga hesabu sana. Na wewe kwa siku ukimaliza na wengi ni 10, wakiwa wanafuata ni 7 au 3. Kitu naenda. Fikiri sasa hivi hapo ndio unaangia YouTube, unakuta si watu 90 ngapi, wakati umeshafika kwenye laki na kitu, kwenye 500 na kitu. Na hiyo na roho ya ili ya kurudishwa nyuma ilivyo. Ili kama Mungu aishivyo, vya Mungu havijawahi kukaa chini. Labda kama hajawahi kutoka kaburini, lakini kama alitoka havijawahi kuwa chini kwa jina la Yesu. Na ndio speed, sijui nisemeje, huko mitandaoni wanasema sio 5G. Mimi sidhani kama itakuwa 5G. Hii itakuwa 10G. Nayoiona inakuja kwenye ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoviona hivyo viumbe, nimekuambia tunashughulikia vitendea kazi vya ibilisi kwenye ulimwengu wa roho, vinavyotenda kazi kwenye mazingira tuliyopo. Unaviona kwenye biashara yako, unaviona nyumbani kwako. Unapoona machura, chura. Unamuona chura mpaka anaingia sebuleni na unamwacha tu. Ukimwona chura utapata mapigo ambayo si ya kawaida. Vifo vya ghafla, magonjwa magumu yataondoka nyumbani kwako. Yaani hivyo ndio vimeshatumwa tayari. Okay, nimekwambia unapomuona jongoo ndio ya kurudishwa nyuma. Nani anaweza kuniambia aliwahi kumuona jongoo anatembea hatua 2 bila kujikunja? Ulimuona wapi jongoo? Ukimuona kinyonga, ujue ni roho ya polepole. Wewe hakunaga speed kwako. Wakati anasema miguu yetu ataipa miguu kama atatupa miguu kama ya kurungu, yani ya speed. Lakini jongoo ni anaenda jambo moja analirudia mara 10. Kitu chochote kinaweza kutumwa. Mende, mijusi, manini. Unapoona mijusi hiyo iliyozagaa ndani kwako, sema ni mijusi tu, ni roho ya upelelezi. Hautafanya kitu bila kujulikana ufalme wa giza. Unapelelezwa. Na unaamka usiku unavikuta vinakimbizana. Chumbani kwenu kwenye kono unakikuta kuna kimjusi akitokaki. Najiuliza hiki kimjusi kinafanyaga nini? Na kuna vijusi vitoto, yani unajiuliza hivi vimezaliwa na nani? Viki. Unaviona. Haleluya. Kwa tunadili na roho zilizobebwa kwenye hivyo viumbe. Vitendea kazi vyote vya kuzimu kwenye nyumba. Wewe washa moto. Wakati Paulo hajawasha moto, huo moto hujachochewa. Hakuna aliyejua kwenye nyumba, kwenye kuni kama kuna nyoka. Angalia wapenzi watazamaji sasa. Wao wanasema huyu alijifanya amepona baharini. Hakika huyo nyoka atamuuma. Wakabaki wamemwangalia, waone kama atavimba. Hawakuona kuvimba, wasema huyu atadondoka na kufa ghafla. Hawakuona kifo cha Paulo wala hawakuona madhara yoyote kwa Paulo. Wewe washa moto kwenye hiyo nyumba. Hakikisha kila ambacho kuzimu imekiachilia. Hao wadudu, hicho kiumbe chochote, nzi, mende, wengine mnaona simizi wa kutosha. Kama una ndoa, subiri mafarakano yasiyo ya kawaida kwenye nyumba. Hiyo ni majeshi ya pepo wabaya yanatumwa kuvamia, mnavurugana mpaka unaelewa darasa. Nyumba haina utulivu, haina amani. Ni majeshi ya mapepo wabaya. Lazima yaje kufanya kazi. Wengine anakuja mpaka unakuta na vitoto kabisa ya mayai meupe. Ni sisimizi tu. Yanatafuta nini kwako? Yametumwa afanye nini ndani mwako?
ushughulika. Lakini nikukumbushe tu, sitasoma na kutasoma mwenyewe. Wafalme wa kwanza 17 ile mstari wa 6. Wakati Mungu anataka kumulisha Elisha, alitumia nini? Alitumia kunguru. Hukume kitu chochote kinaweza kutumwa. Inaweza kufanya? Inaweza kutumwa. Lakini kukumbushe pia, hakuna sauti isiyo na maana. Unaamka asubuhi, hujatoka ndani, hujafungua hata mlango, unamsikia kunguru mlangoni mwako. Analia mara ngapi anaondoka. Ni kunguru tu hao. Kwa nini kunguru aje mlangoni pangu na kuanza kupiga kelele na aondoke? Kwani mlangoni kwangu mimi kuna jalala? Maana kunguru lazima wazongezoke huko kwenye majalala kuchakua chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ujue roho ya uchafu ishaachiliwa kwenye malango yako. Kwa hiyo ili umeelewa, umesikia kwa namna yoyote, ninachotamani ni kuwasha moto kwenye nyumba yako. Wengine mnaviona nje kwenye mazingira yenu na ukuta kwamba si kitu cha kawaida na mapenge. Nafikiri kuna ndugu hapa anakumbuka mwanzoni kabisa, wakati ndio tunaanza maombi, tumemaliza maombi ya staili hii ya kushughulika na vitendea kazi, nafikiri vya adui, kenge akatoka dalini kwa mtu. Nafikiri mnakumbuka hata picha wale wa mwanzo, mnakumbuka. Ili ndani mwako kenge alikuwa anakaa wapi, wapi, anatafuta nini? Anatafuta nini kenge? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, nikushughulikia nini? Vitendea kazi vya adui. Roho yoyote iliyobebwa, walichokibeba, kilichotumwa, kilichobebeshwa na wadudu, alibu. Nakataa roho ya umaskini, nakataa kurudishwa nyuma. Roho yote ya upelelezi ninawafunga kwa jina la Yesu. Omba kadri unavyoweza. Yaani omba kadri unavyoweza. Madhara mengi tunakutana nayo au hatujui ni wapi yalipoanzia, lakini chanzo ni hivi vitu, ni hivi viumbe hivi. Ni vidudududu tu unavikuta viko ndani na wewe unachukulia kawaida. Unaona ni sawa. Hakuna cha sawa. Hakuna sawa. Yaani hakuna. Nzi wanakaaga kwenye vidonda, wakizongazonga kwenye vidonda, kwenye vitu vilivyooza. Unakuja kumuona ndani mwako. Na okay, sio tu ndani. Ukimuona mchana sawa. Nzi usiku tunatoa nzi hawaoni. Au wa usiku wanatafuta nini nzi usiku? Bwana Yesu asifiwe. Au usiku majirani na kila saa wanaomba, unashauriwa, lakini vidonda haviishi moyoni. Wewe na uchungu wa January to December. Unawaona, unabaki kuwatazama. Pende mbele za Bwana tuombe. Pende. Haribu roho zote zilizobebeshwa kwenye hivyo viumbe. Haribu kabisa. Kilichobebwa, kilichotumwa, kilichokusudiwa kupitia hao wadudu, wanyama, ndege unavyoviona kwako. Ile kwamba tu ni wanyama wepesi. Wewe ni rungu la Bwana na silaha yake ya vita. Kwa wewe atavunja farasi na aliyebebwa ndani yake. Wamebebwa, wametuma nini? Amebebeshwa kitu gani huyo farasi? Amebebeshwa, amepewa kitu gani? Ameambiwa aje kufanya nini kwako? Ametumwa nini? Twende mbele za Bwana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu wetu, tunakutukuza. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Baba mwema. Asante kwa huruma na rehema zako, e Bwana. Asante kwa neno lako, maana unalituma kutuponya na kustoa kwenye maangamizi yote. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Wewe ni Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye enzi yote. Tunakubariki, tunakutukuza. Asante kwa kuwa unatuwazia mema, maana imeandikwa, na yajua mawazo unayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Umesema unalituma neno kutuponya na kustoa kwenye maangamizi. Baba, asante kwa sababu umetuma neno, na neno hili likatuponya na kustoa kwenye maangamizi yote, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya mwana kondoo
Mungu wetu mwema Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa milele, tunakushukuru. Asante kwa huruma na rehema zako Bwana. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Wewe ni Baba yetu na ni Mungu wetu. Heshima na mamlaka na nguvu na uweza, vyote ni vya kwako Emmanuel. Vyote ni vya kwako Kristo. Baba, uhimidiwe, utukuzwe, kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Heshima na nguvu na uwezo ni vyako. Litukuzwe mno jina lako. Litukuzwe jina lako Kristo. Litukuzwe jina lako Mfalme. Litukuzwe Baba, litukuzwe. Asante kwa sababu ya uaminifu wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante. Hatutaangamia, hatutazidi kukaa kwenye uharibifu, kwa sababu neno lako linaponya. Neno lako ni hai, tena lina nguvu, na ni kali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, na ni jepesi hata kuyatambua mafumbo ya mioyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, wewe nika ambaye niko, ulikuwepo, upo, unaishi, unamiliki na kutawala milele yote. Baba, tunakubariki, tunakutukuza. Asante kwa huruma na rehema zako. Asante Mfalme wa falme, Baba wa milele, tunakutukuza, tunakuinulia sifa, kwa kuwa wewe ni Mungu unastahili. Ndivyo tunakuja kwako Baba wa rehema. Tunaomba toba na rehema kwa ajili ya taifa letu. Tunaomba toba na rehema Bwana kwa ajili ya wenye mamlaka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, tunakusihi Mfalme mwema, wewe ambaye ni mwaminifu sana, wewe ambaye ni mtakatifu, Mfalme wa falme, Baba mwenye enzi yote, niko ambaye niko, uliyekuwepo, unaishi, unamiliki na kutawala. Heshima na mamlaka na nguvu na ukuu na uwezo, vyote ni vya kwako Kristo Bwana. Vyote ni vya kwako Jemedari. Wewe tu ni Baba. Wewe peke yako ni mwaminifu. Wewe peke yako ni mtakatifu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Heshima na mamlaka na nguvu na ukuu na uwezo ni vya kwako tu Jehova, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu mwema, tunakusihi Mungu wa huruma, ukatuhurumie. Tunatubu kwa ajili ya wenye mamlaka, tunatubu kwa ajili ya serikali, tunatubu kwa ajili ya bunge, tunatubu kwa ajili ya mahakama. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndiye mtawala wetu, wewe ndiye mwamuzi wetu, wewe ndiye mtunga sheria, na wewe ndiye utakayetuokoa. Baba wa milele, Mungu wetu takatifu, Mungu wa Israeli, tunakusihi katika damu ya Yesu, uturehemu Bwana, utusamee Mfalme, ututakase Baba yetu, utuhurumie Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni Mungu wa kuokoa, ukatuokoe Baba, ukatuhurumie Mtakatifu, ukatuhurumie Mfalme, ukatutakase Jehova, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, Baba mwenye mamlaka yote, wewe usiyeshindwa na kitu, tunakusihi Bwana, Baba wa rehema, Mungu mkuu, Mungu mwenye mamlaka yote. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wa kuokoa, ukatuhurumie, ukatusamehe, ukatutakase. Wewe usiyeshindwa Baba, tuhurumie Baba, tusamehe, tutakase Baba, tuhurumie Mfalme, tutakase Jehova, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Mungu wa rehema, ukatusamehe dhidi ya yote ambao Baba unayatazama yasiyokupendeza, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme wa falme, Mungu wa milele, wewe ambaye ni Mungu mkuu, Baba mwenye uwezo, tunalibariki jina lako, tunakutukuza Masia, tunakuinulia sifa, tunakusihi utuhurumie, hurumia Afrika, rehemu Baba. Tunatubu kwa ajili ya mifumo inayotenda kazi ya Afrika, tunakusihi Baba tusamehe. Tunatubu kwa ajili ya ulimwengu, maana wewe ni mwana kondoo uchukua dhambi ya ulimwengu. Baba, ukatuhurumie Baba, ukatusamehe, ukatutakase kwa damu yako ile ya agano jipya inayonena mema kinyume cha mabaya yote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mfalme wa falme, Mungu mwenye enzi yote, niko ambaye niko, ulikuwepo, upo, unaishi, unamiliki na kutawala. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwenye uwezo kama wa kwako. Peke yako ni Bwana,
peke yako ni mfalme, peke yako ni mwenye nguvu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu Mwokozi, Baba ukatusamehe, Baba ukatuhurumie katika jina la Yesu, maana imeandikwa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Baba, tunatubu kwa ajili ya kila njia mbaya unazozitazama katika nchi yetu, unazozitazama kwetu Bwana, watoto wako. Tunasihi kwa damu yako utuhurumie. Tunakusihi Mungu wa huruma ukatuhurumie. Tunakusihi Baba wa rehema ukatuhurumie katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu mtakatifu, Baba yetu mwema, mfalme wa wafalme, Mungu wa milele, Mungu mwenye uwezo mwingi, tunakusihi Bwana, utusamehe, ututakase, utuoshe kwa damu yako ya thamani katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakusihi Mungu, usituache katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema. Katikati ya ghadhabu, hurumia Tanzania. Katikati ya ghadhabu, Bwana, rehema yako juu ya kanisa, ukatuhurumie Bwana, ukalihurumie kanisa lako, maana ulitamani kuona kanisa inakuwa mdomo wako, ulitamani kuona kanisa inakuwa kinywa chako, lakini Mungu hatukukaa kwenye nafasi, hatujawa mkono wako wala mguu wako, hatujatimiza wajibu. Baba, tunakusihi kwa damu yako ukatuhurumie Bwana, ukatusamehe, ukatutakase kwa damu yako ya thamani katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tuko mbele zako, tunasihi huruma na rehema zako zisizopungua zikawe juu yetu, zikawe juu yetu Kristo. Rehema na huruma zako zikawe juu yetu Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakusihi mfalme wa falme, Baba wa utukufu, Mungu uliye mwema, uliye kimbilio letu, uliye msaada wetu, maficho yetu, boma letu ni wewe, msaada wa karibu ni wewe, tumaini letu ni wewe, maficho yetu ni wewe, nguzo yetu ni wewe Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu wa rehema, ukatuhurumie mfalme, ukatutakase katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ndivyo tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa, mpanzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Baba, tunang'oa kila mapando yaliyopandwa na kuzimu, mapando ya magonjwa, mapando ya ajali, mapando ya mauti kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, pando asiolipanda Baba wa mbinguni linang'olewa. Baba, tunang'oa mapando yote yaliyopandwa kwa siri na kwa wazi, yaliyopandwa kwenye familia zetu, yaliyopandwa kwenye biashara zetu, yaliyopandwa kwenye ndoa zetu, yaliyopandwa kwa watoto wetu. Kila pando usilolipanda Baba linang'olewa katika jina la Yesu. Tunang'oa huo uharibifu, ang'oa mapando yote kwa damu ya Yesu Kristo. Pando la mapepo tunang'oa, pando la ajali, pando la magonjwa, pando la hasara, mapando ya kukataliwa, mapando ya kudharaulika, mapando yote yaliyopandwa kwenye ulimwengu wa roho tunang'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila pando la mateso, kila pando la uovu linang'olewa katika jina la Yesu. Pando usilolipanda Baba tunang'oa katika jina la Yesu. Hilo pando la mauti linang'olewa leo. Mapando ya magonjwa, mapando ya hasara, mapando ya utasa, mapando ya ukame, mapando ya ukiwa, mapando ya utupu, hayo mapando yote katika jina la Yesu yanang'olewa. Baba, tunabatilisha mashauri yao, tunaharibu kabisa kazi zote za kuzimu. Tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, kwenye hizo madhabahu za ufalme wa giza ambazo kuzimu imeachilia vya kwake. Tunaharibu kabisa makusudio ya kuzimu, tunayaharibu kabisa kwa damu ya Yesu. Tunaharibu kabisa agenda zote kwa damu ya mwana kondoo. Mungu uliye mwema, uliye mwaminifu, niko ambaye niko, uliye kuwepo upo, unayeishi, unayemiliki na kutawala, kwa damu ya mwana kondoo. Orobo sakariando repa shantara makoria rapa shantirimando korobo sakaramanda rapa shantara makoria rapa sikiriando korobo sakaramandirimando ropo shandara makoria, kwa damu ya Yesu Kristo.
wa Nazareti aliye hai, Mungu wa milele, Mungu mwema, wewe ambaye ni uzima na msaada wa karibu. Baba, tunakusihi kwa damu yako, Baba wa rehema, pando lolote liharibiwe. Nasema hapo mwanzo Mungu alipoziumba mbingu na nchi, nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Baba, tunamwaga damu ya Yesu, tunang'oa hilo pando la ukiwa, tunang'oa hilo pando la utupu, tunang'oa hilo pando la giza. Baba, pando la kukataliwa, mapando ya kusaulika, mapando ya kuchukiwa, kwa damu ya Yesu tunang'oa kuchukiwa, tunapanda kibali, napanda neema ya Mungu ipate kuzidi kwetu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, katika jina la Yesu, wewe ambaye ni Mungu wa kuokoa, ukatuokoe Bwana dhidi ya walioinuka, utupandia uharibifu, kuachilia mateso na mabaya, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mfalme mwema, Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu zote, wewe ambaye ni mwaminifu na wa haki, unayetenda ili jina lako liinuliwe, unayetenda ili upate kutukuzwa. Ninakusihi Kristo Bwana, mapandikizi yote yanang'olewa, tunayaharibu kabisa, tunapitisha moto wa Bwana ukateketeze na magugu yote, na mashina yake yanachomwa moto, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu na Baba yetu mwema, Mfalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunakusihi Kristo Bwana, usinyamaze. Tunakusihi Bwana, utuokoe dhidi ya mapando yote waliopandiwa watoto wetu, pando la uharibifu, pando la kiburi, mapando ya magonjwa, tunang'oa kabisa. Mapando ya wizi, mapando ya uongo, tunang'oa kwa watoto wetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pando lolote asilolipanda Baba wa mbinguni linang'olewa katika jina la Yesu, linang'olewa kwa damu ya Yesu. Hilo pando linang'olewa kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunamwaga damu ya Yesu kwenye lango la siku. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya neema hii ya ajabu. Ni siku ya 30 Bwana ya mwezi huu wa 7. Baba, tumebakisha siku moja kumaliza mwezi huu wa 7. Tumeuona mkono wako, tumeziona fadhili zako, tumeyaona matendo yako makuu na ya ajabu, tumeuona uaminifu wako, tumeuona ukuu wako, tumeziona fadhili zako. Baba, asante kwa ajili ya siku mpya, asante kwa sababu umetupa neema, maana umesema hii ndio siku aliyoifanya Bwana, na sitaifurahia na kuishangilia. Asante kwa ajili ya furaha iliyoko ndani ya siku, asante kwa ajili ya mashangilio iliyoko ndani ya siku. Baba, tunaamini kwamba hauwezi kutuacha wala hauwezi kutupungukia, kwa neno na kwa tendo uko na sisi, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, umetupa mamlaka ya kufunga na kufungua, ndivyo na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninafunga chochote kinacholenga kutunyima mashangilio na furaha zilizoko ndani ya siku. Nafunga kabisa katika jina la Yesu. Nafungulia uzima, nafungulia kibali, nafungulia hayo mashangilio, nafungulia hiyo furaha katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu uliye mwema, uliye mwaminifu, Baba wa haki, Mungu wa milele, wewe ambaye ni nuru na mwanga wa njia zetu, unayetumulikia popote tunapokuwa. Baba, tunakubariki Mfalme, tunakutukuza Jemedari, tunakuinulia sifa Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Kora Masai Karianda, umesema je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza, umejulisha asubuhi mapambazuko yake, ipate kushika miisho ya nchi, waovu wa kung'utu wakawe mbali naye. Baba, kwa damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu kwenye lango la asubuhi, na mwaga damu ya Yesu kwenye tumbo la asubuhi. Ewe asubuhi, sikia neno la Bwana na ukayathibitishe maneno ya vinywa vyetu, ya kwamba kwako hakutatoka kufa wala kuzaa mapooza, kwa damu ya mwana kondoo. Rapa shando ribokora riamanda rabasai rapa sikiriando repa shantara makoria rapa shando ribokora mando ribosaka rapa shanda antarabakoria rika mando ribosaka rapa shanda mando robosikiriando rapa shantara masiki koria mandara masai koria mandari makoria rapa shanda mando robosaka, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa milele, rika mando ribosanda, kwa damu ya Yesu Kristo, na mwaga damu ya Yesu
kwenye tumbo la asubuhi halitazalisha mauti, halitazalisha uharibifu, halitazalisha mateso, halitazalisha hasara, halitazalisha laana, halitapitisha chochote kilicho kinyume. Kwa damu ya Yesu Kristo, asubuhi haitapitisha uovu, haitapitisha mauti, haitapitisha baya lolote. Kwa damu ya Yesu Kristo, ora basakaramando riamando ribosa rapashanta mandara masikiriando ribokoria rapashando ribokora mando ribosaka. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu mwema, Baba wa milele, katika jina la Yesu, korobosakaramando riamandara masa rapashando ribokora, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu mkuu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako. Wewe ni mwaminifu sana Baba, tunakubariki. Mfalme, tunakutukuza. Mwenye nguvu, asante kwa sababu unaishi, unamiliki, unatawala. Wewe ni Bwana. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, naachilia hiyo damu yako katika hili lango la asubuhi, na mwaga damu ya Yesu kwenye lango la mchana, na mwaga damu ya Yesu kwenye lango la alasiri, na mwaga damu ya Yesu kwenye lango la jioni, na mwaga damu ya Yesu kwenye lango la usiku, na ikamata siku nzima, na iweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Maana imeandikwa, ni nani basi atakayejiweka wakfu kwa ajili ya Bwana? Baba, tunajiweka wakfu kwa ajili yako, tunajidhabihu kwako kwa damu ya mwana kondoo. Tunakusihi Kristo uwe nasi, tunakusihi Jemedari uwe nasi, tunakusihi Mfalme uwe nasi. Mungu wa sifa zetu, usinyamaze. Wewe ambaye peke yako ni Mungu wa haki, unayetenda kwa utukufu wako. Baba, tukuone wewe na nguvu zako, tukuone Bwana ukitenda. Kwa damu ya Yesu Kristo, mando ribokuria mandarabasaka, ulimwambia Musa apake damu kwenye mimo miwili na kizingiti cha juu. Baba, tunanyiza damu Yesu kwenye nafsi, nyiza damu Yesu kwenye roho zetu, nyiza damu Yesu kwenye mili yetu. Maana ulisema nikiona damu halitawapata pigo, wala mharibu hataingia kuharibu. Kwa damu ya Yesu Kristo, Baba, tunakataa uharibifu, tunakataa mapigo ya namna yoyote, tunakataa kwa jina la Yesu kila aina ya pigo, kila aina ya dhara, kila aina ya uharibifu. Baba, tunapangua kwenye ulimwengu wa roho, tunavuruga kabisa kwa damu ya Yesu, tunavuruga kabisa kazi za ibilisi, tunavuruga katika jina la Yesu. Kazi zote za kuzimu zinaharibiwa, kazi zote za kipepo zinaharibiwa kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakusihi Kristo Mfalme, wewe ambaye ni Mungu mkuu, uwe nasi Bwana, ukajithibitishe. Uwe nasi Baba, ukatuokoe kwa damu ya Yesu Kristo. Mandoriko rianda, umesema asubuhi hata asubuhi Bwana atawaharibu wabaya wote wa nchi, wabaya wakaharibiwe, wabaya wote waharibiwe kwa damu ya Yesu Kristo. Hao wabaya wote waharibiwe leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaharibu wabaya wote wa kazi zetu, wa biashara zetu, wa ndoa zetu, wa watoto wetu. Hao wabaya wote waharibiwe kwa damu ya mwana kondoo. Hao wabaya wanaharibiwa leo, hao wabaya wanaharibiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wabaya wa nchi wanaharibiwa, wabaya wa nchi wanaharibiwa, wabaya wote wa ndoa zetu waharibiwe, wabaya wa watoto wetu waharibiwe, wabaya wa afya zetu waharibiwe, wabaya wa huduma zetu waharibiwe. Baba, katika jina la Yesu, hao wabaya wote waharibiwe leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Korobosakaramando riamataramasaka rapashando mando ribosaya rapashanta mandarabakoria. Baba, waharibiwe wabaya wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hao wabaya waharibiwe leo, hao wabaya waharibiwe sasa. Ninawaharibu kabisa. Umesema ni watenge watendao maovu na mji wa Bwana. Baba, ukatutenge na wabaya, ukatutenge na magonjwa, ukatutenge na ajali, ukatutenge na hasara, ukatutenge na uovu wa kila namna. Baba, ukatutenge nao katika jina la Yesu. Tukatengwe mbali na kila shauri la siri la watenda mabaya. Baba, ukatutenge katika jina la Yesu. Ukatutenge Kristo Mfalme. Baba, ukatutenge leo katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakusihi katika jina la Yesu, ukatutenge kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Wewe peke yako ni Mungu, wewe peke yako ni Mfalme,
Wewe peke yako ni jemedari, mwamba wokovu wetu ni wewe. Tunakusihi katika damu ya Yesu, ukatutenge kabisa na hila zote, ukatutenge kabisa na agano la uovu, ukatutenge kabisa na mauti, ukatutenge leo kwa damu ya Yesu Baba, na kila mikono iliyonyoshwa kwetu, hiyo mikono tunaivunja katika jina la Yesu. Hiyo mikono ya mauti, hiyo mikono ya ajali, hiyo mikono ya magonjwa, hiyo mikono tunaivunja kabisa katika jina la Yesu. Hiyo mikono tunaivunja kwa moto, hiyo mikono inaharibiwa, inavunjwa kwa damu ya mwana kondoo takatifu. Mungu wetu Baba wa milele, katika jina la Yesu, hiyo mikono ivunjwe, iharibiwe, hiyo mikono ivunjwe, iangushwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mkono wa mauti unavunjwa leo katika jina la Yesu. Tunakataa mapigo, tunakataa magonjwa, tunakataa uovu wote ulioachiliwa kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunaikomboa siku yetu, maana umesema malango yetu yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana, ili watu watuletee utajiri wa mataifa. Nami namwaga damu ya Yesu kwenye hilo lango la siku ya leo. Ninamwaga damu ya agano inayonena mema, kinyume cha mauti, kinyume cha laana, kinyume cha mateso, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, mfalme, katika jina la Yesu, orobo sakarando mando ribo sanda rapa shantara makoria mando ribo saka rapa shando robo koria oria masakara makora mando robo siki rapa shando ribo koria, kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu mwema, mfalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, wewe peke yako ni Bwana, wewe peke yako ni mtakatifu, wewe peke yako ni Mungu mkuu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwenye uwezo mwingi kama wa kwako. Baba, tunakuomba katika jina la Yesu, ukatutenge mbali na uovu, ukatutenge mbali na mateso, ukatutenge Baba. Malango yetu yafunguke, yawe wazi kwa damu ya Yesu. Lango la magharibi, lango la mashariki, lango la kaskazini, Baba, yanafunguka. Malango ya majina yetu yafunguke, malango ya biashara zetu yafunguke. Na achilia damu ya Yesu juu ya majina yetu. Naondoa giza, naondoa uovu, naondoa mauti, naondoa uchafu, naondoa harufu ya uvundo na ubaya, naondoa juu ya majina yetu kwa damu ya Yesu. Umesema hili jina jema kuliko mali. Baba, tunaomba majina yetu yapate sifa njema leo katika jina la Yesu, kwenye biashara zetu, kwenye nyumba zetu. Baba, tunakuomba katika jina la Yesu, ukatuondolee chochote kisicho cha kwako, kiharibiwe na kuondolewa kabisa, kiharibiwe na kuondolewa kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, mfalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, wewe ambaye ni Mungu wa kuokoa na njia za kututoa mautini zina wewe. Ninakusihi Kristo mfalme. Baba, tunaomba uwe nasi leo. Tunakuomba malango ya biashara yafunguke, malango ya kazi yafunguke, malango ya huduma yafunguke, yawe wazi kwa damu ya Yesu. Tunaondoa giza, tunaondoa zuio, tunaondoa vikwazo. Baba, umesema umetufungulia mlango ulio unaofaa, lakini wako wengi wanaotupinga. Baba, naondoa kila upinzani kwenye malango yetu, naondoa kila aina ya giza, naondoa kila aina ya uharibifu, naondoa leo kwa damu ya Yesu. Naondoa Baba, naondoa chochote ambacho kuzimu imekilenga, ambacho kuzimu imekielekeza kwetu katika jina la Yesu. Hayo malango ya afya yawe wazi. Baba, tunakuomba uso wako uwe nasi, ukatufanye kufadhiliwa leo. Siku ya leo tusitoke kitupu, ukatufadhili kwa fedha na dhahabu, ukatufadhili kwa afya, ukatufadhili kwa mavazi na chakula. Tukafadhiliwe Bwana, kwa kuwa wewe ni mchungaji wetu, hatutapungukiwa sisi na kitu, maana wewe ni mchungaji mwema. Ukatuchunge salama leo Baba, ukatujaza kila tunachokihitaji, maana umesema Bwana atawajaza kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake. Baba, kwako tuna kila kitu, kwa ndani yako tunapata kila kitu. Ukatujaze Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, mfalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, uliye mwaminifu na wa haki, uliye mwema, uliye mwaminifu sana. Wewe peke yako ni Mungu mkuu, hakuna mwingine zaidi yako, hakuna anayeweza kushinda zaidi yako. Baba, ukatushindie
na mbingu zetu ziwe wazi, na mbingu zetu ziwe wazi. Ninaondoa roho ya shaba kwenye mbingu, naondoa hiyo roho ya shaba, naondoa roho ya giza, naondoa huo weusi, naondoa chochote ambacho mbingu, ambacho kuzimu imekiachiria kwenye mbingu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, uwe nasi mfalme, uwe nasi jemedari, uwe nasi mtakatifu, kwa damu ya mwana kondoo. Mbingu zetu zifunguke, mbingu zetu ziwe wazi. Ninaondoa zuio, naondoa kabisa, navunja mapingu ya shaba, navunja malango ya chuma, naondoa uzuio lolote, naondoa chochote ambacho kuzimu imekiachiria kwenye mbingu zetu kwa damu ya Yesu Kristo. Umesema utatujaza kadri kila tunachokihitaji, na umesema Bwana unatoa mvua ya nchi yetu kwa wakati. Baba, ukatukirimie mahitaji ya siku yetu kwa wakati. Baba, utupe mahitaji ya siku kwa wakati Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Takatifu Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, ninakusihi Kristo Bwana Baba wa milele mtakatifu, Mungu wa Israeli, wewe ambaye niko uliyekuwepo, upo, unaishi, unayemiliki na kutawala, unayetenda kwa utukufu wa jina lako. Mungu, ninakusihi kwa damu ya Yesu, uwe nasi Roho Mtakatifu, ukaridhibitishe kusudi lako. Uwe nasi jemedari wetu, ukaridhibitishe agano lako kwa damu ya mwana kondoo. Umesema unabariki kazi za mikono. Baba, nakuomba katika jina la Yesu, ukabariki kazi za mikono yetu, ukabariki vile tunavyovifanya, ukabariki kazi zetu Baba, ukabariki biashara zetu, ukabariki nyumba zetu. Umesema kila tulifanyalo litafanikiwa. Fanikisha vya kwetu vyote Bwana, vipate kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Umesema kila mlifanyalo lina faida, kwa kila kazi mna faida. Baba, tupe faida leo, tunakataa roho ya hasara, tupe kuiona faida Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tutenge mbali na madeni, tutenge mbali na ila zote za yule adui kwa damu ya mwana kondoo. Baba, imeandikwa mna ila nyingi moyoni mwa mtu, bali shauri la Bwana ndio litakalosimama. Ninakuomba mfalme wa wafalme, ukalidhibitishe shauri lako, ukalidhibitishe agano lako kwetu leo. Ila ya adui ikaharibiwe, ikapanguliwe katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hayo malango yetu yafunguliwe, tukapenye na kupokea neema yako katika jina la Yesu Kristo. Umesema malango yatafungwa usiku na mchana, na umesema jua halitatupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Ninapeleka damu ya Yesu, pigo na shambulio lililoelekezwa kwenye malango ya siku, kwenye lango la mchana ninaharibu. Pigo na shambulio lililoelekezwa kwenye jua na mwezi, kwenye nyota na mwezi wakati wa usiku, ninavuruga kabisa ratiba zote kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, mfalme, katika jina la Yesu, niko ambaye niko, ujidhibitishe katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako Baba. Umesema sisi ni watamani mbele zako na wenye kuheshimiwa. Kwa sababu hiyo umetoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yetu. Baba, tunasogea mbele zako Kristo, tunakuomba ukatukutanishe na watu sahihi siku ya leo, waliobeba baraka zetu, waliobeba majibu ya maswali tulionayo. Ukatukutanishe Bwana, magharibi ikawatoe, mashariki, kaskazini na kusini ikatoe vilivyo vya kwetu. Zuio lolote kwenye kazi, kwenye huduma linapanguliwa kwa jina la Yesu. Baba, na hao watu uliowaandaa wasizuiliwe, wasikatae katika jina la Yesu. Naondoa roho ya uzito ndani mwao, naondoa moyo wa jiwe ndani yao, achilia moyo wa nyama. Naomba wepesi Bwana. Baba, ondoa upinzani kwenye ulimwengu wa roho. Uzito wa maombi yetu hayatazuiliwa leo, yakafunga, yakajibiwe katika jina la Yesu Kristo. Umesema watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uweza wako na kwa uzuri wa utukufu. Toka tumbo la asubuhi una umande wa ujana wako Baba, katika jina la Yesu. Toka tumbo la asubuhi nina umande katika jina la Yesu. Toka tumbo la asubuhi ninavyo vilivyo vyema vya kwangu. Toka tumbo la asubuhi nikapokee kilicho cha kwangu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tokea tumbo la asubuhi una umande wa ujana. Kumbe ndani ya tumbo la asubuhi kuna mema yangu, ninayapokea katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukalete watu wa kujitoa kwa hiari yao
watu wakuja kununua kwenye maduka yetu, watu wa kutusemea mema mahali pa ukuu, watu wa kututaja mahali tunapohitajika. Baba, tunakuomba ukawalete hao na ukatukutanishe nao. Baba, tunaondoa uchafu na uovu ulioachiliwa juu ya majina yetu, hii tusikumbukwe wala kukubarika, hii tusikumbukwe wala kutajwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, nakusihi kwa damu ya mwana kondoo ukawalete watu wa kujitoa kwa hiari, wa kununua bidhaa zetu kwa hiari, wa kutumika nasi kwa hiari, mahali popote walipo walete katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, ora masikiria ndorobo koria rapa shantara makoria, maana siku kwa siku umjia Daudi watu na kumsaidia hata kupata kuwa jeshi kubwa. Baba, katika jina la Yesu, ikiwa ni siku kwa siku watu walimwendea Daudi, Baba, na siku ya leo wapo watu watakao kuja kwenye biashara zetu, watakao kuja kwenye huduma, watakao kuja kwenye vitu tunavyovifanya, ambao watatufanya sisi kutoka katika hali ya udogo na kuwa jeshi, ambao watatutoa katika hali ya uchache na kuwa wengi. Mungu, tunawadai hao watu toka pande zote katika jina la Yesu, toka magharibi, mashariki, kaskazini. Tunawadai hao watu, wanawake kwa wanaume, watakao tujiria, watakao kuja kununua kwenye maduka yetu katika jina la Yesu Kristo. Kawalete wanawake na wanaume, kawalete vijana na watoto, ukawalete wengi si wachache katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, mfalme, katika jina la Yesu, ora masaka ramando ria mashanturobo koria rapa shandara masiki rikaria ndara makoria rapa sanda andara makora rapa shandoribo saka, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, takatifu, Mungu wa Israeli, wewe ambaye ni mwema na ni mwaminifu mno, ropo koria mandiri mosanda andara bakora mandira mandora ria mandara masaka, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunakuomba katika jina la Yesu, uwe nasi siku ya leo, usinyamaze, usituache Bwana. Tunakataa habari mbaya, tunakataa na miguu ya habari mbaya. Baba, tunakuomba katika jina la Yesu, miguu yetu isinaswe katika matanzi, isiingie mahali pa uharibifu katika jina la Yesu. Na miguu iliyobeba habari mbaya tunaikataa, haitaingia katika malango yetu, haitaingia kwenye biashara zetu, haitaingia maofisini mwetu. Hiyo miguu ya habari mbaya tunaikataa katika jina la Yesu. Baba, ukatupe habari njema na mambo mema. Tunafungua miguu yetu, na miguu ya mambo mema na mambo habari njema ndio itakayoingia kwetu katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Takatifu, Mungu wa Israeli, wewe ambaye ni mwaminifu sana na wa haki, ndivyo tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Tunakuomba katika jina la Yesu, ukatutenge na mabaya, ukatutenge na uharibifu, maana imeandikwa, Bwana atakulinda na mabaya yote. Baba, linda watoto wetu na mabaya yote, ulinde biashara zetu na kazi zetu na mabaya yote, linda nyumba zetu Bwana na mabaya yote, ukatulinde tunapotoka na ukatulinde tunapoingia, kwa utukufu wa jina lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mfalme mwema, Baba wa milele, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, niko ambaye niko, ulikuwepo, unaishi, unamiliki na kutawala milele yote. Asante kwa rehema, asante kwa fadhili, asante kwa huruma zako Baba, katika jina la Yesu. Ndivyo tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunamwaga damu ya mwana kondoo kwenye nyumba zetu, kwenye biashara zetu, kwenye ofisi zetu Baba, katika jina la Yesu. Na mwaga na hiyo damu kwenye hii madhabahu. Tunasimama kinyume na kila viwakilishi vya kipepo, tunasimama kinyume na kila vitendea kazi vya adui katika nyumba zetu, tunasimama kinyume na kila roho zilizobebwa na kila makusudio ya kuzimu yaliyokusudiwa kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, Baba, tunapangua kila kazi za kuzimu, kila vitendea kazi vya kipepo katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Rapa sikiriana, tunawasha moto kwenye nyumba zetu, tunawasha moto kwenye ardhi zetu, tunawasha moto kwenye biashara Baba. Chochote kilicho cha kuzimu katika maeneo tuliopo, vyote vilivyoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili,
kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Oria masando robo koria. Maana Paulo aliokota kuni, lakini alipouchochea moto ndipo akatoka yule nyoka. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ora masakarando ria mando ribo sanda mando ribo koria rapashanda mando ribo sanda mando robo koria mandari masanda rapa koto robo sanda. Tunawasha moto kwenye nyumba zetu, tunawasha moto kwenye ardhi zetu, tunawasha moto wa Bwana, tunawasha moto wa Bwana, tunawasha moto wa Bwana. Kila kitendea kazi cha kipepo kwenye nyumba zetu kwa damu ya mwana kondoo kora masikiriana katika jina la Yesu Kristo. Ropo shandara makoria. Alipochochea ule moto, ndipo nyoka akatoka kwenye zile kuni. Baba, katika jina la Yesu koria masandara makoria rapa shandori mosaka mandara makorobo siki. Baba, umetuahidi kugeuza maadui zetu kuwa kuni na maneno ya vinywa vyetu kuwa moto. Baba, katika jina la Yesu tunachochea huo moto mara 7. Nachochea moto kwenye nyumba zetu, nachochea moto kwenye ardhi zetu, nachochea moto kwenye malango ya kuingia na kutoka. Baba, chochote cha kipepo kilichoachiliwa, chochote cha kuzimu kilichoachiliwa, Baba, tunaiachilia hiyo damu. Tunamwaga damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya agano jipya, hiyo damu ya agano jipya, hiyo damu ya agano jipya ikapite sasa kwenye ardhi zetu, ikapite sasa kwa damu ya Yesu. Korobo sakaramanda rapa shantara masiki rapa kuriamanda riamantara masiki repa pantorobokora riamandara masaka rapa shandorobosa andara makura mandira riamandoribosanda orobo sikiri kariandoribosata. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Takatifu Mungu wetu, Baba wa milele, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ropo shandara makoria rapa sika rapa koria manda. Baba, tunawasha moto mahali ambapo adui ameachilia viumbe vyake, ambapo ametuma viwakilishi vyake kwa damu ya mwana kondoo. Roho yoyote iliyobebwa kwenye au nyoka, iliyobebwa kwenye au mende, waliobeba au mijusi, waliobeba au majongo na au mende, kwa mamlaka ya jina la Yesu, na au panya wanaoonekana kwenye nyumba zetu, na au mende walio kwenye nyumba zetu, na hiyo mijusi kwenye nyumba zetu, na hayo majongo na hivyo vyura, Baba, katika jina la Yesu tunawasha moto wa Bwana. Maana umesema sisi ni rungu lako na silaha yako ya vita, kwa sisi utavunja vunja farasi na mpanda farasi. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, farasi na mpanda farasi wanapigwa, farasi na mpanda farasi wanaharibiwa kwa jina la Yesu, wanapigwa kwa jina la Yesu, wanapigwa kwa jina la Yesu, na moto wa Bwana unawashwa katika nyumba zetu. Tunachochea ule moto, chochote kilichofichika kikafichuliwe kwa jina la Yesu, kikawekwe wazi, kionekane. Au waliokuja kama jongoo, au waliokuja kama vyura, au waliokuja kama konokono, au waliokuja kama mijusi, au waliokuja kama vinyonga, au waliokuja kama majongoo, au waliokuja kama mende, au waliokuja kama paka, au waliokuja kama kunguru. Baba, katika jina la Yesu, kiumbe chochote kilichotumwa na kuzimu, kilichobeba agenda ya ufalme wa giza, maana walipotaka barua zifike haraka, walipanda wanyama wepesi, walipanda wadudu, walipanda nzi, walipanda jongoo, walipanda paka, walipanda nyoka, walipanda kenge, walipanda kunguru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kora masaka ramanda, na washa moto kwenye ardhi zetu, na washa moto kule sebuleni, na washa moto kwenye hii madhabahu, na washa moto kule jikoni, na washa moto rika saka kwenye vyumba vyetu, waliokuja kama sisimizi, korobo saka ramanda rapa shandorobo koria rapa sikirikano andaramasaka. Farasi na mpanda farasi anapigwa, tunapiga kwa jina la Yesu, tunapomoa ayo majongo na roho walizozibeba ndani yake, tunapiga au majoka na roho walizozibeba ndani, zinaharibiwa kwa jina la Yesu. Tunakuponda wewe joka, na kichwa chako tunakipasua, na roho uliyoibeba ndani inaharibiwa. Karapa sakariando repa shandorobosaka rapa koriamanda mando robosaka
rapa shantorobo siki, rapa koriamanda, rapa sikirimando, korobo sakarama koria, rapa shandoribo saka, rapa koriamanda, oria masikiriando, rapa shanda, mando robo saka, rapa shanda, andara masike, repa pantorobo koria, rapa shandoribo saka, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu mwema, mfalme, katika jina la Yesu, pereka moto mtu wa Mungu kwenye eneo lako, kule chumbani, kwenye ardhi, Baba, katika jina la Yesu. Roho bandili bosanda, roho yoyote iliyobebwa ndani ya huyo paka, roho yoyote iliyobebwa kwenye hiyo mijusi, roho yoyote iliyobebwa kwenye hiyo majongo na mende na onzi na kunguru, Baba, katika jina la Yesu, hao waliotumwa na walichotumwa kufanya, tunaviharibu kwa damu ya Yesu. Tunavuruga kwenye ulimwengu wa roho, tunavuruga katika jina la Yesu Kristo. Hao wanyama wepesi wanapigwa, hao wanyama wepesi wanaharibiwa, hao wanyama wepesi wanaharibiwa, hao wanyama wepesi wanaharibiwa, hao wanyama wepesi wanaharibiwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hao wanyama wepesi waharibiwe leo, hao wanyama wepesi waharibiwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Oria masaka, rapa shandorobokoria, hao wanyama wanaharibiwa, hao wanyama wanaharibiwa, hao wadudu wanaharibiwa, hao ndege wanaharibiwa, na roho walizobebeshwa kwa damu ya Yesu ziharibiwe. Tunapasua kabisa, tunaharibu kabisa na hizo madhabahu zinazochochea uharibifu, zinazochochea mateso, zinazochochea giza, zinachochochea chochote ambacho kuzimu imekilenga, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu mwema, mfalme, katika jina la Yesu, orobo saka ramanda, riama shantara masaka, rapa pando ribosanda, rapa shanda, rapa sikiri kariando, ropo posakata, andara makorobo siki, riama shandorobo kora, ramantara masika, riama ndorobo koria, korobo sikiri manda, kora masai karianda, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu mwema, mfalme, katika jina la Yesu, orobo saka ramanda, riamando ribosaka, rapa koria, kata kabisa ila zao kukamilika, vilivyopangwa viharibiwe. Ila yoyote ya adui inapanguliwa kwa jina la Yesu. Kora masikiriana, tunawasha moto wa Bwana kwenye malango ya kazi zetu, kwenye malango ya biashara, kwenye malango ya huduma. Tunawasha huo moto kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Huo moto wa Bwana unawashwa, huo moto wa Bwana unawashwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Moto wa Bwana unawashwa. Hao wadudu, hayo maroho yaliyobebeshwa, waliokuja wamevaa sura ya paka, waliokuja wamebebwa ndani ya nzi, waliokuja vimebebwa ndani ya majongo na majoka, vilivyokuja vimebebwa kwenye hiyo mijusi, hao wadudu wa kila namna wanaoonekana kwenye maeneo ya kwetu ambao sio wa kiungu, waliobebeshwa na agenda ya ufalme wa giza, Baba, tunapiga kwa jina la Yesu. Tunaharibu kabisa waliyewatuma na vilivyobebeshwa ndani, viharibiwe kabisa kwa jina la Yesu. Farasi na mpanda farasi wanapigwa, tunakupiga farasi na ulichokibeba, tunakupiga wewe mende na kila ulichokibeba, tunakupiga wewe jongo na kukuua, na roho ulizozibeba zinaharibiwa. Tunakupiga wewe nyoka na kukuponda kichwa, na roho ulizozibeba ila na uharibifu na mauti vinaharibiwa kwa damu ya Yesu. Tunakupiga wewe konokono, na roho ulizozibeba zinaharibiwa. Tutarudishwa nyuma, tutakwenda polepole. Koria masaka ramanda, tunakupiga wewe paka na maroho uliyoyabeba ya uchawi na ushirikina. Tunavuruga kwa damu ya Yesu Kristo. Havitakuwa na wala havitafanikiwa. Tunakataa kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana uwashwe, moto wa Bwana uchochewe, moto wa Bwana katika jina la Yesu. Huo moto wa Bwana upite, huo moto wa Bwana upite katika jina la Yesu. Huo moto wa Bwana upite, huo moto wa Bwana upite. Kandara masaka ramando, repa shandara masaka, rapa shando ribokoria, rapa sike, rapa shando ribosanda, ando ribokoria manda, repa pakatayama, ando ribosike,
rapa shando ribosaka, rapa kataya masika, ando ribosaya, andori koriandara makoria, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, mfalme, katika jina la Yesu, korobosa karamanda, repa mando ribosanda, ando ribosaka rianda, rapa shantara makoria, rapa shando ribosaka, rapa kataya masiki, rikariando ribosanda, ando ribosai kariando, rapa kataya masika, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu na Baba yetu mwema, mfalme, katika jina la Yesu, ora masaka riamando ribosike, rapa shanto ribosaka, rapa pakata yama, ando ribosai karianda, repa panto ribosike, korobosaka ramando, kwa damu ya Yesu Kristo, oria masaka, katika jina la Yesu, ora masaka ramando, repa panta ramasike, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ora masaka, rapa shanda, ando ribosike, rapa kata ya masaya, rikariando ribosaka, na vuruga kwenye ulimwengu wa roho, na vuruga kwa damu ya Yesu, mipango yote ya kipepo, tunakataa hayo madhara, tunakataa kuanguka, tunakataa vifo vya ghafla, tunakataa hayo mafarakano, tunakataa kurudishwa nyuma, tunakataa hayo mapigo ya magonjwa, katika jina la Yesu. Maana waliangalia Paulo anguke, hawakuona kuanguka kwake, walisubiri anguke afe ghafla, hawakuona kuanguka ghafla, hawakuona kuvimba. Baba, tunakataa madhara yote, tunakataa katika jina la Yesu Kristo, tunaharibu madhara yote, tunaharibu madhara yote, tunapangua kwenye ulimwengu wa roho, chochote kilicholengwa, kilichokusudiwa, kinapanguliwa kwa jina la Yesu. Au waliotumwa na walichotumwa, katika jina la Yesu viharibiwe, vipanguliwe vyote kwa damu ya Yesu, vipanguliwe vyote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ora mashando robokoria, rapa sakariana, rapa shando robokora, mando ribosai kariana, rapa kata ya masike, korobo sakaramando, ria mashando ribosaka, napangua kwa jina la Yesu, na vuruga kwa damu ya Yesu, napangua kwa damu ya Yesu, na vuruga kwenye ulimwengu wa roho, agenda zote za kuzimu, agenda zote ziharibiwe, makusudio yao yabatilike, mipango yote inapanguliwa, hiyo mauti inaharibiwa, hiyo roho ya hasara, hiyo roho ya umaskini, tunavuruga kwa damu ya Yesu. Na wadudu na wanyama waliobebeshwa, waliokuja kama nyoka, waliokuja kama kenge, waliokuja kama wadudu sisimizi, kama nzi, tunapiga, tunaharibu kabisa agenda zao, tunawasha moto wa Bwana. Huo moto upite kwenye ulimwengu wa roho, huo moto unapita sasa, huo moto upite kwa jina la Yesu. Kora basaka ramando ndorobosaka, andarabakoria mandira masando, repa shantara makoria, rapa sakatayama, ando ribosaika, riaba shando robokora, rika rapasaka, ando robokora, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Takatifu Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kora basaka ramando, rapa shando robosaka, rapa kata ya masiki, ando ribosaika rianda, rapa shando robosaka, mando robosikiri korianda, rapa shantara masiki, katika jina la Yesu. Chochote ambacho kuzimu imekirenga kinaharibiwa kwa jina la Yesu. Tunapangua ila ya adui, tunapangua makusudi ya adui, tunavuruga vilivyokusudiwa kupitia wadudu, vilivyokusudiwa kupitia ndege, vilivyokusudiwa kupitia wanyama. Baba, tunavuruga kwenye ulimwengu wa roho, kazi zote za kipepo ziharibiwe, agenda zote za kichawi ziharibiwe, madhabahu zote zinazochochea, zinazotuma wadudu na ndege na wanyama, yote viharibiwe kabisa. Hizo madhabahu zifumuliwe, zibomolewe, zivunjwe na ziangushwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu wa milele, Baba yetu wa mbinguni, ninakusihi mfalme, katika jina la Yesu, kora basaka ramando, reketere boboshanda, andarama korobo sikiri kariana, rapa shando robosaka. Baba, na kuomba katika jina la Yesu, usinyamaze kwa ajili yetu Baba. Moto wako wake na kuondoa vyote na kuteketeza vyote
na kufunua vilivyo sirini vinavyotutesa na kututaabisha, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Takatifu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu hakuna kitendea kazi cha kipepo kitakachostahimili, hakuna kitendea kazi cha kuzimu kitakachoendelea kututaabisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, vyote vilivyofichwa, vilivyojificha ndani ya nyumba zetu Baba, vyote vinaharibiwa kwa moto, vyote vinaharibiwa, moto wa Bwana ukawake. Vyote vilivyofichika vifunuliwe, vyote vilivyofichika vifunuliwe, vinavyotutesa na kututaabisha vifunuliwe leo kwa jina la Yesu, vifunuliwe leo kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba tunakusihi kwa damu yako, usinyamaze Mungu wa sifa zetu. Baba usinyamaze ndani ya hii siku, ukatutetee na kutuokoa dhidi ya kila viwakilishi vya kipepo vilivyotumwa kuharibu ndoa zetu, vilivyotumwa kuharibu uchumi wetu, vilivyotumwa kuharibu watoto wetu, vilivyotumwa kuharibu kazi zetu, vilivyotumwa kutuvuruga kwenye nyumba zetu. Baba, vyote tunaviharibu kwa damu ya Yesu, tunavivuruga kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunauwasha huo moto, maana umesema nani atakayestahimili katika moto uteketezao milele? Huo moto hautazima, maana umesema tuchochee moto wa madhabahu usizimike, na sisi tunawasha huo moto, hatutarudishwa nyuma. Yayo mauti tunaiharibu, hiyo roho ya hasara tunaharibu, umaskini sio sehemu yetu, tunavuruga kwa damu ya Yesu. Mafarakano na magomvi katika nyumba yetu tunakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, nakusihi kwa uweza na nguvu ukajidhibitishe Mfalme, ukasimame na nguvu zako utuokoe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakuinulia maombi ya watoto wako wa kike na wa kiume, Baba, walioandika na ambao wako huko mbali. Baba, nakuomba katika jina la Yesu, usinyamaze kwa ajili yao, usinyamaze Kristo, usinyamaze Mtakatifu, usinyamaze Jemedari, usinyamaze mwenye nguvu. Baba, usinyamaze, utuokoe. Kumbuka mahitaji yao, angalia dua na sala zao. Wengine ni kwa habari ya watoto, wengine ni uzao, wengine ni afya, wengine ni biashara. Mungu, nakuomba usinyamaze. Wengine hawana watoto, wengine wanaumwa, wengine ni kilimo na mifugo, wengine watamani kujenga nyumba. Baba, nakuomba katika jina la Yesu, wengine ni ajira. Roho wa Bwana usinyamaze. Asante kwa wale uliokwisha kuwajibu, ambao umewatendea sawa sana fadhili zako. Roho Mtakatifu, tunakusihi, uliyetenda kwa wengine, usinyamaze kwa ajili ya hawa tena, usinyamaze kwa ajili yetu Bwana, ukatutendee sawa sana kweli yako, ukatutendee Roho Mtakatifu sawa sawa na shauri lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu uliye mwema, uliye mwaminifu, Baba tunakubariki, Mfalme tunakutukuza, mwenye nguvu tunakusifu. Baba, usinyamaze kwa ajili yetu. Heshima na mamlaka na nguvu vyote ni vya kwako Jemedari, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Pokea sifa Ebeneza, pokea sifa Bwana, maana unaenda kutenda, unafanya jambo jipya na linachipua na tunaliona. Unaachilia uzima, unafanya njia pasipo na njia. Uweza na nguvu zako Baba vitufunike kwa utukufu wako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba wa milele, Mungu wetu, tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi yako. Baba, ni majina na nadhiri zao, ninakuomba Bwana katika jina la Yesu, uwakumbuke watoto wako, uwakumbuke watumishi wako, uwakumbuke Bwana wa kike na wa kiume, uwakumbuke Roho Mtakatifu, uwakumbuke Baba, uwakumbuke, usinyamaze kwa ajili yao. Uwakumbuke Roho Mtakatifu, usinyamaze. Uwakumbuke Baba, uwakumbuke. Wasema hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa. Kumbuka sadaka zao, kumbuka watoto wao, kumbuka ndoa zao, kumbuka kazi zao, kumbuka biashara zao. Mungu, kumbuka afya zao. Mungu, usiache adui akapata uhalali kwao. Wapiganie, watetee, waokoe katika jina la Yesu. Asante kwa waliomaliza, asante kwa wanaopunguza, asante kwa ajili ya hata wale ambao hawajatoa. Ninakuamini uweze kuruhusu wewe Bwana adui akajitukuza kupitia nadhiri hii, na wala haitageuka kuwa laana, na itakuwa baraka kwao katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya wale ambao majina yao hayako hapa, lakini wamejitoa kwa kiwango kikubwa kwenye kazi yako.
Asante kwa waliotununulia viti. Asante kwa ajili ya aliyetoa sadaka ya generator. Asante kwa waliotoa sadaka ya muda kufanya usafi na kuhakikisha kazi yako zinafanikiwa. Baba, asante Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya wakumbuke, wazidishe waliotoa sadaka za siri, sadaka ya fungu la 10. Mungu wote wakumbuke na ukamkemea naye, ukawazidishe na ukawatambulishe kwa sifa njema katika jina la Yesu Kristo, na kibali chako kisipungue kwao, na zaidi ya yote ukazidishe neema yako, ukaizidishe hiyo neema, ukaizidishe hiyo neema, ukaizidishe hiyo neema katika jina la Yesu. Baba, zidisha neema yako, zidisha neema yako Roho Mtakatifu, zidisha neema yako juu ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa waponye, wenye uhitaji watoto waonekanie, wenye uhitaji wa ndoa Bwana wafungulie milango, wanaohitaji kazi na biashara nzuri Mungu na kuomba kwa wafungulie milango ya kazi, kwa wape wateja wengi kwenye biashara zao, ondoe katika kiwango kidogo wakuze na wapanulie mipaka, wapate kuzidi na kuongezeka katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba wa milele, Mungu wetu, wewe ambaye ni Mungu mkuu, mfalme wa milele, ninakuomba Baba usinyamaze, waliolala vitandani wainue tena kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunaomba kwa ajili ya wagonjwa walioko mahospitalini na majumbani, tunaomba toba na rehema kwa ajili yao, maana imeandikwa kusamehe maovu yako, kuponya magonjwa yako yote, auokoa uhai wako na kaburi. Baba, katika jina la Yesu ninakusihi Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe ni Mungu unayetuponya, unayetuokoa, unayejidhihirisha na kujifunua katika uweza na nguvu zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wa milele mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kora masakaria ndoribo sanda rapa shantorobo koria rapa shandara masaka rapa kata ya masiki ria mandorobo koria, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ndiye tabibu wa kweli, tibu watu wako na wainue tena. Wamama wajawazito wape neema ya kujifungua salama, tunakataa mauti dhidi yao na watoto wao, atakasa na mikono ya wazalisha na vinywa na macho yao, ili Mungu shakwako ndicho ikapate kusimama katika Kristo Yesu Bwana wetu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa kuokoa, ukatuokoe dhidi ya mabaya yote. Watoto wako wapone na wawe salama. Tunafunga hicho kifafa, tunakataa hiyo pressure, kuishiwa damu. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaharibu kazi zote za kuzimu katika jina la Yesu. Nipo Mungu mtakatifu, tunaomba kwa ajili ya wanaosafiri, wasafirishe salama Bwana, wafike salama huko wanakokwenda. Tunafunga roho ya ajali, tunafunga katika jina la Yesu, na malango ya kuzimu hayatatuweza leo kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunaombea watoto wetu walioko bodi na walioko day, walinde watunze huko mashuleni, tunawatenga na marafiki wabaya, maana imeandikwa mazungumzo mabaya haribu tabia njema. Baba, tunakataa tabia za watoto wetu hazitaharibiwa, tunafunga kabisa lango la kipepo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu umesema utatutoa kuwa mawindo kwa meno yao, na wala hutaacha miguu yetu kusogezwa. Utulinde, ututunze, utufiche, na siku yetu ikawe ni siku ya baraka, biashara zetu zikafanikiwe, kazini tukakubarike. Mungu, tunasogea mbele zako, tunakuinulia na mkesha tutakao kwenda kuufanya siku ya kesho. Baba, tunaachilia damu kwenye malango ya hii madhabahu. Tunaomba neema yako na utukufu wako, tunaomba nguvu zako Bwana zitufunike. Achilia neema ya kuomba, achilia neema ya kusifu. Baba, kila atakayeingia katika malango haya akutane na mkono wako wa nguvu, akutane na fadhili zako, akutane na mkono wako. Baba, asante kwa ajili ya shuhuda tutakazosikia, asante kwa ajili ya sifa, asante kwa ajili ya neno, asante kwa ajili ya maombi, maana tunajua upo. Tunasimama kinyume na kila roho za kuzimu, agenda za kipepo zilizokusudiwa, tunazivuruga kwenye ulimwengu wa roho. Baba, tunasihi rehema zako na huruma zako Bwana zitufunike katika Kristo Yesu Bwana wetu. Baba, tunakuamini we Mungu usiyeshindwa, tunakuamini Kristo usiyeshindwa. Baba, ukajidhibitishe tukuone na nguvu zako. Tunakuomba Bwana uwe nasi kwa uweza na nguvu zako, ukajifunue tukuone katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, Roho wa neema, usinyamaze Kristo Bwana, usinyamaze mfalme wa falme, usinyamaze jemedari, usinyamaze Baba, usinyamaze katika jina la Yesu. Uwe nasi
Wenye huo mkesha tunapangua kila hila yoyote waliotumwa na kuzimu. Baba, tunawapiga upofu, tunaziba na masikio yao hawatasikia, na wala macho yao hayataona. Hizo njia zao tunazifunga, kila njia ambayo kuzimu wataka kupitisha cha kwake tunafunga kwa damu ya Yesu. Baba, tunaomba neema yako itufunike. Baba, mkesha wako ni mkesha wa kipekee kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Wewe uketie mahali pa sifa za watakatifu, tunaomba ukajifunue tukuone kupitia sifa, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa sababu itakuwa ni lango la mwezi, na tunajua utaenda na sisi na ukajifunue sawa sawa na shauri lako, kwa utukufu wa jina lako Mungu wetu. Baba, asante kwa sababu tunakuamini hata katika lango la YouTube. Wewe ni Bwana, hujawahi kushindwa wala kutokuweza vyote. Sisi tunakuamini kwamba utafanya. Tunakuamini Bwana ya kwamba hakuna silaha itakayofanikiwa, ya kwamba hakuna shauri la watenda wabaya itakayodhibitika, maana umesema unayabatilisha mashauri ya adui, hayo mashauri yao yakabatilike. Tunaomba mkono wa kuume wa haki yako ukajithibitishe, ukajifunue na nguvu zako tukuone, ukajidhihirishe tukuone na nguvu zako. Roho Mtakatifu, jifunue tukuone wewe na nguvu zako. Baba, ukatufungulie hilo lango la YouTube, ili Baba tupate na nafasi ya mkesha wetu kurushwa live, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni kwa ajili ya utukufu wako, asijulikane Lydia, ujulikane wewe. Isijulikane Mungu yupo hapa, ukajulikane wewe, ya kwamba wewe ni Mungu uliopo, unayekuwepo, uliyepo, utakaye kuwepo milele yote, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mikono iliyonyoshwa kwa ajili ya uharibifu na ubaya, Baba, hiyo mikono inavunjwa na waliohusika Bwana, maana atengenezaye mabaya ataondoka marangoni pake. Ninapeleka mapigo ya upanga wa moto, na wala havitaondoka marangoni pao. Mungu, nakusihi katika jina la Yesu Kristo, ninakuomba ukajifunue, ijulikane wewe ni Mungu tunayekuamini, ijulikane wewe ni Baba. Tunarudisha hilo lango lifunguke, likawe wazi katika jina la Yesu, na wewe Mungu wetu upate kutukuzwa kwa utukufu wa Kristo Yesu Bwana wetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyepata neema na nafasi ya kuomba usiku wa leo. Baba, sikia kuomba kwetu na ukatutendee sawa sana fadhili zako, na siku yetu tunaibariki katika jina la Yesu. Ewe Alhamisi, sikia neno la Bwana. Ndani yako sisi tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Ndani yako wewe Alhamisi tutafanikiwa, tunafanya biashara, tunapata wateja, tunakubarika makazini mwetu, na majina yetu yanakuwa sifa kwa jina la Yesu, na huduma zetu zinakuwa na kuongezeka, zinatambulika pande zote. Yesu wetu atukuzwe. Ndani yako Alhamisi tutakuwa na chakula cha kutosha. Ndani yako Alhamisi sisi si watumwa, bali ndani yako ni wamiliki halali, katika jina la Yesu Kristo. Malango yako yafunguke, magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Ndani yako Alhamisi tukafanikiwe, na watoto wetu wakawe salama, na ndoa zetu zikawe na utulivu, na biashara zetu zikastawi na kuongezeka, na kibali chako kiwe juu yetu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba neema ya wokovu kwenye mitaa tunakoishi, kwa wanaume na wanawake. Napeleka damu ya Yesu kwenye kila nyumba, kwenye mitaa yetu Baba. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye kuta na kwenye malango, napaka damu ya Yesu kwenye paji za nyuso zao. Mungu, na kuomba katika jina la Yesu, neema ya kwako ikafunuliwe ndani yao, tukiomba neema ya wokovu ikawafunike. Tunakataa roho ya mauti kwenye mitaa yetu, tunakataa vifo vya ghafla, tunakataa hatari za moto, tunakataa wizi, tunakataa kila mashambulizi ya kipepo. Tunafunga hiyo milango kupitia vyakula, kupitia maji, kupitia chochote salamu, tunafunga kwenye ulimwengu wa roho. Baba, asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na hujawahi kushindwa. Wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa milele, Mungu mwenye enzi yote, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Baba, tunaomba na kushukuru. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninawatakia siku njema. Mungu awalinde na kuwatunza, mfanikiwe katika njia zenu zote. Amen. Na Mungu akawaokoe na mabaya, akawaokoe na kila shauri la siri la watenda mabaya. Mitego iliyotegwa haitawanasa, na wala tawi haitakaribia hema zetu, katika jina la Yesu. Amen. Yuko Dar es Salaam, tunawakaribisha kwenye kesha. Karibuni sana.
wa Facebook, Mungu awabariki. Siku njema yenye baraka za Bwana.